Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka niwaeke sawa watu ambao wanapenda kuchallenge sana kwa habari ya kunena kwa lugha. Ukisoma katika maandiko, hata ile wa Marko 16:15, Biblia inasema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminiye na kubatizwa ataokoka na asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana wale waniaminio mimi. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Watashika na kula vitu vya kufisha havitawazuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Sasa tukirudi kwenye ile 16:16 nasema watatoa pepo, kwa jina langu watatoa pepo. Alafu watasema kwa lugha mpya. Tunaruka hapa, tunakuja Matendo ya Mitume 2. Pia inaongelea kwa habari ya kunena kwa lugha. Sasa kuna watu wana challenge kunena kwa lugha. Hawaamini katika kunena kwa lugha. Sasa hawaamini afu wanawafundisha watu wasiamini, ambao ni kosa kubwa. Msimamo wangu ni huu kwamba kila mtu aliokoka, kila mtu anayemwamini Yesu lazima anene kwa lugha. Inampasa anene kwa lugha kwa sababu kunena kwa lugha kuna faida nyingi. Video iliyopita nilielezea kwamba kuna faida 10 au sababu 10 ambazo zinasababisha mtu lazima anene kwa lugha. Tazitaja tu kwa haraka haraka au unaweza usizitaje zote, lakini ukifuatilia somo langu leo utagundua nilisema kuna faida kwamba unaponena kwa lugha kwamba ni initial evidence ya wewe kwamba umepokea Roho Mtakatifu. Kumbuka kuna kitu kinaitwa kupokea Roho Mtakatifu. Kila Mkristo anatakiwa awe anapokea Roho Mtakatifu. Sasa ishara ya kwanza ambayo inakufanya ujue umepokea Roho Mtakatifu nini? Kunena kwa lugha. Sasa ukiwa una challenge kunena kwa lugha, sasa utajuaje kama umepokea Roho Mtakatifu ikiwa uneni kwa lugha? Tuache hiyo. Pia kunena kwa lugha kunasaidia, kunajenga nafsi, kunajenga roho. Biblia inasema katika Korinto wa kwanza 14:4 anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake mwenyewe. Haya, una challenge kunena kwa lugha. Je, nafsi yako unaijenga vipi? Katika kunena kwa lugha kunajenga nafsi. Kwa hiyo kumbe kupitia tu hiyo sababu inaonyesha kwamba kila mtu anapaswa kunena kwa lugha. Kuna watu wanasema si wote wanaweza kunena kwa lugha. Mimi nasema ni wote. Swala la kunena kwa lugha ni la wote. Watu wanatofautisha kati ya kuna ministry gift na spirit gift. Kuna karama za Roho Mtakatifu, pia kuna karama za huduma. Karama za huduma ni zile 5 ambazo hizo ndio office. Tuna huduma ya mtume, nabii, mwalimu, mchungaji na mwinjilisti. Hizi ndio office. Hizi kweli unaweza kusema kwamba sio wote wanaweza akawa nazo. Mmoja akapewa hichi, mmoja anapewa hichi, na kuna wengine wanaweza asiwe na hizi. Lakini kuna karama za Roho Mtakatifu. Hizi ni yoyote aliyeamini. Biblia ishasema kwamba ahadi ya kupokea, tuliahidiwa ahadi, yeyote atakayemwamini Yesu basi amepewa ahadi ya kupokea Roho Mtakatifu. Yaani ukishamwamini wewe Yesu una ahadi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Yaani hiyo ni lazima umpokee. Hasa Roho Mtakatifu ndiye anakuja na ishara hizi za kunena kwa lugha. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni haki ya kila muamini. Lazima unene. Kama hujawahi kunena kwa lugha, nitafute, nitakusaidia unene kwa lugha. Sasa sitaki kuongea sana, nitaongea kwenye video inayofuata.